Vipi mume wangu? Safi mke wangu, kwema. Kwema. Nilikuwa nasikia unaongea na simu, ulikuwa unazozana na nani? Si mwanao huyo Noeli. Kafanya nini tena? Nimezungumza naye kuhusu lile swala letu. Na kuhusu kuoa kwake. Nimezungumza naye lakini hataki kunielewa. Na nimemueleza kwa utaratibu kwa kulingana yeye masomo yake anakaribia kumaliza. Tumependekeza baada yeye kumaliza na kurudi hapa kuna mwanamke tumeshamwandalia. Akifika aoe. Akanitikia kwa uzuri na mazungumzo yakawa yanakwenda vizuri. Na baada ya kuzungumza kwa muda kidogo akasema kwamba kwa yeye wakati huu anahitaji kupumzika. Na baada ya kupumzika kisha ndo atataka kuoa. Lakini pia wakati yeye atataka kuoa amesema hayuko tayari kuoa mwanamke ambaye tunamtaka sisi. Ataoa mwanamke aliyemkusudia yeye. Sasa hilo swala ndo tukabaki tunazozana. Katika kuzozana pale akanikatia na simu. Sasa alivonikatia simu nikaona sasa mtoto analeta mambo ya ovyo. Kwa nini anapingana na wazazi wake? Lakini naona bado liko ndani ya mikono yetu. Tunamweza kwa sababu nani mwanetu na sisi ndo wazazi na sisi ndo tunaamua nini kifanyike. Na hili swala lazima liwe. Ataoa ametaka, hakutaka ataoa. Kweli? Kwa hiyo cha kufanya wewe endelea kupigania lile swala la upande wa pili kule kuweka mambo sawa. Kikubwa huko sisi tumalize mambo yake sawa, yeye ataoa hata kwa lazima. Sababu umri ushaenda, kama shule kashasoma, kashamaliza, lazima kuoa, ataoa mwanamke akae naye. Ndio. Na sisi kama wazazi lazima tutapambana mpaka afanye nini? Mpaka aoe. Kwa hiyo hilo jukumu na kuachia mume wangu kuzungumza na Noeli mpaka mtakapomaliza, mtakapofikia mwafaka. Mimi nitazidi kuzungumza naye lakini yeye ataoa, hataki asitake kwa sababu hili ni swali la kwetu na liko mikononi mwetu. Sisi kama wazazi tutatumia nguvu yetu. Ataoa, hataki asitake. Kwa hiyo mke wangu mimi naomba niachie. Kwa hiyo wewe kwa maana lile tu swala lako. Za safari namshukuru Mungu. Safari nimefika salama na hali ya bibi ilikuwa mbaya sana. Lakini tumepambana na ndugu wengine kuhakikisha hali ya bibi inasimama na alhamdulillah Mwenyezi Mungu amesaidia, hali ya bibi safi sana. Mpaka sasa hivi narudi hapa. Kwanza kuniambia bibi sasa hivi kapona kabisa, anachota maji, anafanya kila kitu mwenyewe. Yaani hali ya bibi iko safi ninavyokuambia. Yaani mpaka mimi nimetoka kule nimerudi huku basi ujue hakuna tatizo lolote. Sawa, ni jambo zuri. Maana nilikumisi sana mpenzi wangu. Mimi mwenyewe nilikumisi sana. Kweli? Yaani nilikumisi nikakumisi tena. Asante sana kipenzi changu. Lakini pia kuna jambo nataka tuliongee. Sasa nikwambie kitu kimoja mpenzi wangu. Kabla wewe hujaniambia jambo lako, mimi pia na jambo langu. Nataka nikuambie. Hapana. Jambo langu ni muhimu sana. Naomba mimi nianze kuliongea. Isabella, labda nikwambie kitu kimoja. Sawa? Najua unafahamu mimi jinsi gani ninavyokupenda. Na nishakuahidi ahadi kibao tu. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kimefanya mpaka leo hii mimi niko hapa. Sasa nikaona si vyema kukifanya bila kukwambia. That's why nimekuita hapa, nataka nikwambie. Kwa hiyo acha kwanza mimi nianze kukwambia. Nikimaliza kukwambia jambo langu na wewe utaniambia jambo lako. Sawa mama? Sawa. Come on. Hivyo ndo maana ninavyopenda mimi. Haya. Mimi nilipoenda kwa bibi kule kijijini, kuna rafiki yangu alinipigia simu na akaniambia kwamba kuna kazi imepatikana Mbeya. Kwa hiyo natakiwa niende kule nikaifanye. Na kupitia hiyo kazi nitapata kiwango kikubwa sana cha pesa. Na mimi ninachoamini kupitia hicho kiwango cha pesa nitakachokipata, nitakuja kwenu, nitatoa mahali, nitakuoa.
Sasa mbona kama hujafurahi? Hapana. Mimi sijakuzoea kwa kwenye mazingira kama hayo. Alafu jambo nalokuambia ni jambo la muhimu sana na lina faida kwangu na kwako pia. Kwa hiyo mimi naamini kupitia hiyo kazi nitakayoenda kuifanya, kila kitu kitaenda fresh. Sawa Isabella? Fry basi. Come on. Alafu kitu kingine, mimi pindi nitakapotoka huko, basi nahisi wewe ndo utaniambia hilo jambo lako. Na imani utaniambia hilo jambo tukiwa na wakati mzuri sana. Mama, kiukweli mimi nimekaa, nimefikiria, nikaona bora nikubali tu kuolewa. Alhamdulillah mwanangu, nashukuru Mungu. Asante mama. Kwa kukutana na Mama Noeli, wewe mwambie tu bwana kashakubali. Yaani atenge kwa kesho mimi niko tayari. Nashukuru Mungu mwanangu kubali. Hiyo ndo stara mwanangu ya mwanamke. Nashukuru Mungu kwa hilo mwanangu, umekubali. Mwenyezi Mungu atajali ndoa yenu itaenda vizuri mwanangu. Amina. Mambo yataenda vizuri. Na mimi niko pamoja na wewe mwanangu. Kwa kila hali niko pamoja na wewe mwanangu. Usijali. Haya vipi mwanangu? Nikula? Hapana. Mimi ndo narudi sasa hivi, subiri sasa hapa nifanye maarifa mwanangu. Sawa, fanya hivyo maana ameondoka hajatuacha chochote hapo. Vipi biashara? Biashara yako hiyo hapo kama ilivyo. Haya mwanangu. Haya. Kwangu yameisha. Yameisha. Kakubali na kakubali. Yaani kakubali kwa roho moja. Jamani nafurahi jamani, nafurahi jamani. Kakubali kabisa? Kakubali mwanangu. Alhamdulillah ya bibi na Mwenyezi Mungu huyu mkubwa jamani. Hiyo siku yaani hiyo siku nitacheza. Nakwambia nitacheza, mimi nakwambia nitaruka. Yaani nitajifunga kibwebwe siku hiyo, nakwambia nitacheza mimi siku hiyo. Nashukuru sana ndugu yangu. Nashukuru sana mdogo wangu. Haya ndugu yangu. Haya asante. Vipi bwana? Safi vipi? Niambie. Za siku nyingi bwana. Safi kabisa. Muda mrefu sana kaka. Najua muda mrefu. Vipi? Naona unazidi tu kupasuka. Hivi ni viporo kwa Mama Noeli. Kiporo wapi ndugu? Unafurahi mwenyewe. Tunakumbuka. Sasa viporo sisi. Vipi lakini? Fresh vipi? Mungu anasaidia. Mambo mengine yanakuaje? Kama kawa poleni bwana, nilikuwa napanga vitu huko unajua. Vipi na hali za wazee? Wazee kama hivyo, mzee alivyoamka asubuhi baba, afya yake hapo amejisikia vibaya, kuna homa kidogo imemjia, akaniambia mimi Ndio niliongea naye, ndio maana akaniambia basi atakuja kakako. Ndio hivyo bwana. Lakini bwana kakangu, kitu kimoja sana umenifurahisha. Na hiki kitu mimi nilikuwa nawaza sana. Na wakati najaribu kumcheki baba, bahati mbaya alikuwa hayupo online, lakini imekuwa kama surprise kwangu. Yaani wewe mwenyewe mazingira umeyaona, kwa hiyo
nilikuwa nahitaji mfanyakazi kwa hii nyumba, maana mizunguko yangu ya hapa na pale bado sijatulia, nina mizunguko mingi. Lakini nashangaa kakangu umejiongeza, umeniletea mfanyakazi. Na ni kitu ambacho nilikuwa sitegemei. Wewe unashtuka nini? Taka vipi? Wewe vipi? Unaumwa? Unaumwa? Ana matatizo? Kaka, mbona unaletea watu wa shamba? Umewatolea wapi? Mazingira kama haya yanahitaji binti aliyechangamka. Njoo nini tena huku, tunaenda wapi? Wewe zungumza kuwa huru.